Historia ya uhasama kati ya Shia na Sunni ilichukua sura kali zaidi katika kipindi cha migongano kati ya Safavid Empire na Ottoman Empire, ingawa tofauti za kimtazamo kuhusu uongozi wa Kiislamu zilianza mara tu baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tofauti hizo zilikuwa zaidi za kiitikadi na kisiasa katika jamii ya mwanzo wa Kiislamu. Hata hivyo, katika karne ya 16 mgawanyiko huu ulianza kuchukua sura ya wazi ya kisiasa, kijeshi na hata kijiografia, hasa wakati wa Iran ilipoingia katika enzi ya Safavid. Mwaka 1501 kijana aitwaye Shah Ismail alifanikiwa kutoa mamlaka katika eneo la Iran ya leo na kuanzisha dola mpya ya Safavid. Hatua yake ya kwanza ilikuwa kutangaza madhehebu ya Shia Ithna Asharia kuwa ni dini rasmi ya dola. Kabla ya hapo, Iran ilikuwa na Waislamu wa madhehebu mbalimbali na sehemu kubwa ya jamii ilikuwa Sunni kama ilivyokuwa katika maeneo mengi ya ulimwengu wa Kiislamu. Lakini Shah Ismail alitaka kuunda utambulisho wa kipekee wa dola yake. Kwa kufanya Shia kuwa msingi wa dola, aliweza kuunganisha wafuasi wake waliokuwa wakijulikana kama Kizbash na pia kujitofautisha wazi na nguvu kubwa ya wakati huo ya dola ya Ottoman. Wakati huo Ottoman Empire ilikuwa moja ya himaya kubwa zaidi duniani na ilifuata madhehebu ya Sunni. Watawala wa Ottoman walijiona kama walinzi wa Uislamu wa Sunni na baadaye walijitangaza kuwa makhalifa wa Waislamu. Hivyo kuibuka kwa dola yenye nguvu iliyotangaza Shia kama dini ya serikali kulionekana kama tishio la moja kwa moja kwa mamlaka yao ya kidini na kisiasa. Uoga huo uliongezeka zaidi kwa sababu Safavid walikuwa na wafuasi katika baadhi ya maeneo ya Ottoman, hasa Anatolia ya Mashariki. Mivutano hii ilifikia kilele wakati wa utawala wa Selim wa kwanza. Sultani wa Ottoman aliyekuwa mkali sana katika sera zake za kijeshi aliona Safavid kama tishio hatari kwa himaya yake na akaamua kuwashambulia moja kwa moja. Hii ilisababisha vita maarufu sana katika historia ya Mashariki ya Kati vinavyojulikana kama Battle of Chal-Iran. Katika vita hivyo, majeshi ya Ottoman yaliokuwa na silaha za kisasa kama bunduki na mizinga, hivyo walifanikiwa kuwapiga wanajeshi wa Safavid ambayo yalitegemea zaidi mapanga, farasi na hamasa ya kiimani. Ushindi huo uliipa Ottoman udhibiti wa sehemu kadhaa muhimu, ingawa Safavid waliendelea kubaki na nguvu kubwa Iran. Baada ya vita vya Chal-Iran, uhasama kati ya himaya hizi mbili haukukoma. Kwa karne nyingi walipingana mara kwa mara juu ya maeneo muhimu kama Iraq na Anatolia Mashariki. Miji kama Tabriz na Baghdad ilibadilisha mikono mara kadhaa kati ya pande hizo mbili. Katika kipindi hiko, tofauti za kidini zilianza kutumiwa kama silaha ya kisiasa. Katika Irani ya Safavid, utambulisho wa Shia uliimarishwa kupitia ibada